Injili ya Mathayo sura 3 na mstari wa kwanza hadi mstari wa pili. Siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tuone mstari hapo kwenye verse ya pili ambapo nasema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tuombe. Mungu Baba unayeishi mahali panapoinuka, na asante na shukuru jina lako kwa kuwa wewe ni Mungu. Baba, nasimama mbele ya nafsi hizi, naomba unifundishe, naomba unioshe, naomba nguvu za Roho Mtakatifu ziweze kuziridika, ili wale wote watakaolisikia neno lako Baba nipate kuwajenga. Baba, naomba nikiamini katika jina la Yesu, amen. Amen. Na tunaweza kupigia neno la Mungu makofi. Na mwambie yule aliye pembeni yako, shalom, shalom. Na uweze kukaribia katika neno la Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno letu ambalo tumesoma hapa linabeba kichwa ambacho kinasema toba ya kweli. Muulize jirani ambaye yuko hapo, unasikia? Waungwa. Amen. Toba ya kweli, hilo ndio kichwa cha neno letu, japokuwa tunaweza sema moja mbili, lakini kichwa cha neno toba ya kweli. Na Injili hii ya Mathayo mtakatifu imeandikwa na Mathayo yeye mwenyewe, na alikuwa mwanafunzi katikati ya wale tenashara 12 ambaye ameitwa na Bwana na akaweza kuitika wito. Amen. Amen. Na amewaandikia wandugu zake Wayahudi kwa kuwathibitishia kwamba huyu Yesu ambaye mnayemsikia, huyu ndiye Masihi. Amen. Amen. Alikuwa akiwathibitishia wandugu zake Wayahudi kwamba huyu Yesu mnayemsikia, huyu ndiye Masihi ambaye ametabiriwa hapo zamani za kale. Amen. Amen. Kwa sababu Wayahudi walikuwa na changamoto nyingi ambazo hawakuweza kuamini kwamba huyu ndiye Masihi. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na ndiyo sababu katika sura yake ya Mathayo ya sura ya kwanza alijaribu kuthibitishia kwa kuleta kizazi cha Yesu na kuwaonyesha wandugu zake kwamba namna ukoo wa Yesu unavyokuwa, mpaka kuwathibitishia kwamba ni uzao wa Daudi. Katika sura yake ya pili alijaribu kuonyesha kwamba namna Yesu alivyozaliwa kwa muujiza. Sura hii ya 3 ambayo tunasema, ambapo pana kichwa cha neno letu. Bwana tusaidie sana. Amen. Akajaribu kuongea kuhusu huduma ya Yohana Mbatizaji na ubatizo wa Yesu Kristo.
Yesu Kristo. Ndipo neno la Mungu nasema hapa, tumesoma kwamba siku zile ametokea katika jangwa la Uyahudi akihubiri Injili mpya, tubuni, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu uko karibu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kulikuwa wakati mrefu kutoka katika Agano la Kale mpaka Agano Jipya, watafiti wala wanazuoni wanasema kwamba kumepatikana miaka 400, miaka ya ukimya bila neno la Mungu kusikika katika Israeli, kwa sababu wana wa Israeli hawakutii manabii. Kabidi papatikane muda wa ukimya. Kisoma katika kitabu cha Amos sura 8 mstari wa 11 hadi wa 14, ambapo neno la Mungu linasema kwamba tazama, siku yaja ambapo patakasekana neno la Mungu, patakuwa njaa, na njaa hii sio njaa ya kukosa chakula na sio kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa neno la Mungu. Na ndipo wale wataalamu walivyoandika vile vitabu saba ambavyo wenzetu wa Katoliki wanatumikisha, ambavyo hatuna nabii, vimeandikwa katika wakati wa ukimya, havikufufuliwa na Roho Mtakatifu, na ndio sababu sisi hatusikii. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndipo sasa pakatokea nabii huyu ambaye tumesoma, ambaye ni nabii Yohana Mbatizaji, akihubiri kwa nguvu sana, akisema kwamba tubuni, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu karibu. Aliyekuwa akitabiriwa huo ufalme ni Yesu Kristo pale mbele. Na watu walipomsikia akisimama na roho ya ushujaa kama vile Elia katika Agano la Kale, walishangaa sana na kumuuliza, wewe ni Yesu Kristo uliyetokea? Wewe unaweza kuwa ni nabii Elia? Lakini alikataa. Alisema kwamba mimi ni yule mtu ambaye ametabiriwa na katika unabii wa Isaya kwamba mtu aliaye, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Bwana atusaidie sana. Amen. Ili ilikuwa ni utambulizi wa neno letu. Acha tuweze kuongea neno letu la msingi ambalo ni toba ya kweli. Toba ya kweli. Toba ni nini hasa? Toba ni nini hasa ambayo inasema tubuni, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia? Kwa Kiyunani neno toba inamaanisha metanoia, ambalo ni badiliko la mwanadamu, kubadilika fikra, kubadilika nia,
Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hilo ndilo neno letu la leo. Toba ya kweli. Repentance. Goodness. Na leo si kwa wale ambao walikuwa wanahubiriwa ile wakati, ni sisi hapa Lancaster. Ni sisi ambao tulio hapa. Mafarisayo ni madini mawili, Mafarisayo na Masadukayo ni madini mawili ambayo yalikuwepo ile kipindi cha Yesu hapa duniani, ambao walikuwa na msingi mikali sana ya kidini na ambao walikuwa wanaonekana kama ni Wakristo. Lakini Yesu aliwaambia, kuna nafasi alipowaambia kwamba mnalinganishwa na yale makaburi kwa sababu ni mnafiki. Walikuwa wanaonekana kwamba ni Wakristo kabisa. Anapotembea mmoja anasema simama, anaheshimisha dini, lakini bado hajakuwa na toba ya kweli. Ndiyo sababu Yohana alisimama na unabii wa kusema kwamba tubuni, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu uko karibu. Amen. Amen. Na ili toba iwe, ni lazima uwe na kushutia. Kushutia ni kughairi matendo yako ya zamani, kujilaunia kwa Kiswahili kingine. Unayaghairi. Kama ulikuwa mzinzi, kama ulikuwa msharati, unayaghairi yale matendo. Hiyo ndio kushutia. Ndipo unaingia kwenye kipindi cha pili sasa, ambacho ni kuungama. Kuungama ni ile hali ya kukubali kwamba mimi msharati, ni kukiri mbele za Mungu, mbele za viongozi wa dini, mimi ni mzinifu, mimi ni mlozi, nafanya uasi kwa sababu dhambi ni uasi. Naja kwako ili uweze kuniombea msaada. Hiyo ndiyo kuungana. Na Wakristo wengi waliishia hapo, hawakuomba toba, hawakufanya toba. Walifanya tu kuungana na mambo yakaishia hapo. Wakaanza huduma hivyo tu, twende huko, twende huko, twende huko. Hawajabadilika. Hawajakuwa na badiliko la Mungu. Hawajakuwa na badiliko la nia. Amekubali tu kwamba ni makosa, lakini hakutubu. Kutubu sasa ni nini? Basi ni ile wakati unasema unakubali kwanza, unaamua kwa kughairi matendo ya kila Mungu. Hauwezi kufanya toba wakati ukingana na kijiji. Bwana tukumbushe. Kama ukingana na kijiji nzambi, unasikia kufanya usharati, kufanya uzinifu, ukiiba, mambo ya watu, unajisikia uko fieri kabisa kama kunyakua vitu vya watu. Ni lazima kushutia. Ndipo namkaribisha ndani sasa. Unakaribisha Roho wa Mungu aweze kukaa, aweze kufanya kazi. Anakuja, anatulia. Bwana Yesu tusaidie sana. Anatulia ndani mwako. Unageuza mtazamo. Unageuka. Kama
zangu zote nzima. Hiyo sio kutubu sasa. Unamkaribisha Kristo. Tazama, wewe ndiye unaye ufunguo wa kuachilia Kristo aweze kutawala maisha. Ukikataa hata nani? Wewe ndiye unaye ufunguo. Ukikubali leo Yesu Kristo, nafungua moyo wangu, njoo kwanza. Hapa mtoa. Kwa kukiri, kwa kutubu dhambi, kwa kujutia makosa yako, unabadili matendo. Unakuwa kiumbe kipya katika Kristo. Unaanza kujisikia una kiu. Una kiu ya neno la Mungu. Una kiu ya kazi ya Mungu. Matendo yako yanabadilika. Unaanza kufanya tofauti na mtu wa kale. Na wale wa ndugu tunaokaa majirani, kazi pale kazini, unaposhinda watathibitisha. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watathibitisha huyu amewahi kufanya toba, ni Mkristo. Kwa usiku, kwa maisha ya kawaida, napaswa kumwakilisha Kristo. Amen. Amen. Petro, wakati Yesu aliposulubiwa, mateso yanakuwa kwenye viwango vya juu. Alikaa, lakini alitubu, alikaa. Lakini kuna dada mmoja ambaye amemwambia hata umkane, hata kutembea kwako, hata kusema kwako. Naonyesha wewe. Amen. 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 Unakuwa upatia wazao, unatoka katika maisha. Na kila mtu anaweza tenda zangu. Haijalishi wewe ni nani. Haijalishi unashikilia wadhifa gani katika taifa. Haijalishi unashikilia mamlaka gani katika kanisa. Haijalishi unashikilia madaraka gani. Unaweza kufanya kitu. Tunaona viongozi wengi katika Biblia wameanguka, kama Musa na Haruni. Mungu amewaambia, nenda mkaamrishe mwamba utoe maji, lakini hawakuamrisha, wakapenda. Na kwa sababu hawakutii, Mungu amewaambia kwamba kwa sababu hawakutii neno na nchi ya hali utaingia na uingie. Daudi amefanya dhambi na mfano. Ina maana kwamba kila mtu anaweza tenda dhambi. Haijalishi ni nani. Ili mradi tu aweze kufanya, aweze kutubu, kurudia tena katika kuachilia utukufu wa Mungu uweze kuingilia ndani. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haijalishi na hakuna njia nyingine. Matendo mazuri, sadaka nyingi sana, zaka na sadaka haviwezi ondoa dhambi. Matendo unayofanya unaona kwamba ni matendo mema, hayawezi ondoa
unakiri yanakukoseka na ndipo dhambi inatoka. Kwa damu ya Yesu tu. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa ondoleo la dhambi, ndiyo inaweza toba tena, unarudia katika uwepo wako. Wadugu zetu wa Agano la Kale walikuwa wanatoa zaka, lakini hilo halikuweza kuondoa dhambi, kwa sababu tunayo damu ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa sababu, na hakuna sababu yoyote ya kuishi katika dhambi, na tuna ukombozi tayari. Ndiyo sababu neno la Mungu latuambia, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu uko karibu. Anytime, every day, Mungu anaweza kukutana anyway. Mafasi wote mtu. Watu wanakufa kila kitwayo. Sijui siku ya wacha kulisema. Sijui siku ya kama nilishikilia dhambi, nitaenda kwa nani? Ni wakati wangu. Yesu kingalia msalabani anawaita wale wote wanaolemewa na dhambi waweze kubadilika. Tangu ulipoamini, tangu ulipokubali, lakini matendo yako ni yale yale. Hakuja kuwa badilika. Yesu akikuja atakutana huko katika hiyo distraction. Na mnapojifunza muda wote umekuwa umechoka. Lakini tunaenda kwa Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna sababu ya kuishi katika uasherati, uzinifu, chuki, wivu, kiburi na mambo mabaya mengine. Na tunaamini Kristo. Unapomwamini, nguvu za Mungu zinashuka, zinakuja kwako, ndipo unaweza maisha, kwa sababu umeachilia moyo, umefanya toba ya kweli, umejiondoa katika laana, umeachilia, hauna deni tena na yule kukushika. Lakini watu wengi wamekuja na madeni, wamekuja na madeni kutoka kwa nani? Kwa Shetani. Na ndio sababu naona mtu anaishi kwa huzuni, anaishi kwa huzuni, hana amani, kwa sababu kuna mambo yaliyo ndani mwake. Unapomruhusu Kristo, unapotubu, hapitii kwenye changamoto za aina gani, za kiwango gani, furaha. Amen. Amen. Hata uko kwenye changamoto ile, dunia yote itasema ndio, atakoma. Tunataka mwenzangu tu smart. Sio mimi. Ni sawa kula kitu. Ni kwa sababu ana Amen. Amen. Anaondolewa na dhambi. Kila ipoyo ni lazima
fanya utakaso. Ulalapo, uamkapo, usinziapo, kila nafasi. Kwa hiyo muda sio rafiki, ni wakati wa kujifunza katika haya yote ambayo yanasema. Kuna basi ambayo linakugusa ili uweze kumwambia Yesu, atakusaidia, atatoa mizigo yako yote na kukupumzisha, na utakuwa na pumziko. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, yasafisha kabisa. Amen. Aliyo kusoma naye msimamo wa kushika Mungu. Karibu. Watumishi wa Mungu waweze kutuombea kwa sababu ya neno, na wale ambao wamekusanya neno waweze kuwatia katika mikono yako. Asante. Tusimame zote. Ufalme wa Mungu ukaribia. Hakuna yeyote atakayeweza kumwona Mungu ikiwa hajakubali kubadilishwa. Hilo ndio neno pia Pastor Jimmy alitufundisha, hali ya kubadilishwa. Kubadilishwa ni kuwa ulikuwa unaenda safari hii